Walevi ni watu wa maajabu sana. Walevi na kupeleka moja kwa moja mpaka Madinatul Munawwar, ndani ya msikiti wa Mtume, msikiti ambao unaitwa Masjid al-Nabawi. Huu ni msikiti wa Mtume, katika misikiti ya mwanzo kabisa. Alitokea siku moja bedui, alafu mlevi kaja. Unajua mabedui ni wale watu wa kule, ni Waarabu wa kule jangwani. Basi jamaa kaja huyu mlevi mpaka ndani ya msikiti. Masahaba wako pale na Mtume. Mara papu jamaa anashangaa, akasimama kaenda pale kwenye pembe, kaanza kukojoa. Masahaba walipatwa na ghadhabu, wakapatwa na hasira kubwa sana. Vipi jamaa anakwenda kukojoa msikitini? Hapana, wakanyanyuka pale kwa hasira kubwa sana. Basi wakimfikia Mtume wa Mwenyezi Mungu akawaambia, "Ema, na mwacheni. Acheni amalize haja zake." Basi jamaa akawa amefanya haja zake pale mpaka kumaliza. Unajua Mtume wa Mwenyezi Mungu ametumia hekima sana. Kawaida mtu wakati anafanya haja ndogo, alafu mtu anakuja na kukatiza, hii hapa hata kiafya sio nzuri. Sawa? Sio nzuri. Alafu vile vile na wakati katika zile purukushani ndo maswahaba wamesimama wanakwenda kumpiga na nini, hata hizi haja ndogo zingesambaa pale na kwenye nguo na nini, hata sehemu ambazo asingestahiki kwenda haja hizo. Ndio maana tu ilibidi Mtume amwachie, alafu akafanya haja yake akamaliza. Alipomaliza Mtume akamuita, "Njoo." Taratibu tu akamwambia, "Bwana wewe, sasa unakuja msikitini ndio unakojoa? Kweli kabisa." Mlevi, yani anaongea na mlevi. Mtume anaongea na mlevi kwa sauti ya chini, na ndo ameshakojoa ndani ya msikiti wake. Anambia, "Bwana, unajua hapa ni msikitini. Hii ni sehemu ya ibada, sehemu ambako watu wanakuja hapa kwa ajili ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kusali na kusoma Qur'ani. Hizi ndo amali au matendo ambayo yanafanyika hapa msikitini, na sio kuja kufanya haja ndogo au kubwa au mambo yoyote yale ya kiuchafu." Basi bwana akawa amemwacha hivyo. Nakwambia yule mlevi bwana, habari hii ilimgusa sana. Ilimgusa kitendo cha Mtume kumuita taratibu. Maana anapiga hesabu, anasema kumbe hapa nilikuwa nimeakanyaga. Maana maswahaba walivyomfuata wanasema, jamaa unajua ulikuwa umekuja kunipiga kwa hasira kabisa, lakini Mtume wa Mungu, maskini ya Mungu, amewakataza, amemwambia mwacheni. Unajua Mtume alipowakataza akamwambia mwacheni, basi alipomaliza akaambia masahaba tu, bwana, nendeni mkalete ndoo ya maji. Wakawa wanamwagilizia maji pale alikokuwa amekojolea, basi kukawa ni sehemu safi ya kusalia tena. Sasa hiki kitu jamaa kilimgusa sana. Basi sehemu moja ya kustajabisha sana, alisikika jamaa wakati mmoja yuko anaomba dua, anasema, Mwenyezi Mungu, ninakuomba unisamee mimi, unihurumie mimi na mtume wako, basi wala usiwasamee watu wengine wote wale. Maana yule jamaa alitaka kunipiga pale ujue. Mtume akamsikia, akamfuata, akamwambia, "Bwana wewe, mbona unawekea mipaka rehema za Mwenyezi Mungu? Unafikiri rehema za Mwenyezi Mungu ni ndogo kiasi hiko? Rehema za Mwenyezi Mungu ni pana." Na ni kweli ndio ilivyo. Rehema za Mwenyezi Mungu ni pana sana. Pindi ambapo tunapokosea, basi turudi kwa Mwenyezi Mungu. Unajua mja anapofanya kosa, Mwenyezi Mungu huwa anakaa na msubiria tu aje kumuomba msamaha. Na mizali tu utaomba msamaha na ukakiri ulichokifanya na usikirudie, basi Mwenyezi Mungu anakusamee kabisa, nakwambia. Anakusamee moja kwa moja. Hiki ni kipindi cha Ramadhani Reminder. Karibuni tena katika kipindi cha Ramadhani Reminder. Tukutane tena wakati mwingine hapa nikupe vibwagizo vingine.